Muziki wa Neon Club ulikuwa unapiga kama mapigo ya moyo uliokimbia hatari. Mwanga wa bluu na waridi ulipasua giza, ukiakisi kwenye midomo yenye rangi kali ya Zahara. Alikuwa katikati ya sakafu ya dansi, macho yake yakiwa na machozi yaliyokuwa yanang'aa kama almasi. Simu yake ilitetemeka. Notification. Video uploaded. Zahara, Campus Queen Gone Wild. Ndani ya sekunde chache, watu waliokuwa wakicheza waligeuka kumtazama Zahara. Macho yao yalibadilika kutoka tamaa kwenda mshangao, kisha hukumu. Zahara alipumua kwa shida. Moyo wake ulidunda kama mtu anayekimbia kifo. No, not like this, alijisemea kwa sauti ndogo. Kwenye skrini ya simu alijiona yeye, usiku wa zamani, klabu, midomo, mwanaume ambaye hakupaswa kumgusa. Ulimwengu wake wote ulivunjika ndani ya sekunde 30. Lakini kabla machozi hayajamwagika, mlango wa klabu ulifunguliwa kwa kishindo. Mwanaume mmoja aliingia. Macho yake yalikuwa kama mtu aliyekuja kudai kitu, na wote walimtazama Zahara. Twende pamoja sehemu ya kwanza. Miezi 6 kabla, Zahara alishuka kwenye daladala mbele ya chuo cha Metro City University akiwa na begi lake dogo, ndoto kubwa na hofu iliyojificha ndani ya tabasamu. Alikuwa mzuri kwa njia ya kimya kimya. Ngozi yake ilikuwa laini, nyepesi, ikiakisi jua la asubuhi. Nywele zake zilikuwa zimefungwa kwa style rahisi lakini smart. Alionekana kama msichana ambaye angeweza kuwa star au kuvunjwa na dunia, yote kwa wakati mmoja. Alisimama, akaangalia majengo marefu ya chuo. Hapa ndipo maisha yangu mapya yanaanza, alijisemea. Lakini hakujua mji haukupanga kumpa maisha, ulipanga kumbadilisha. Kukutana na Liam. Instagram ilikuwa imeshakuwa lugha ya pili chuoni hapo. Ndani ya saa moja tu, Zahara alikuwa tayari amepigwa picha na msichana wa Fashion Society. Na hapo ndipo alimwona Liam. Miwanzi ya fedha shingoni, sneakers safi kuliko dhamiri ya watu wengi. Simu mkononi, akitabasamu kama mtu anayejua anaweza kupata chochote. Hey, wewe ni mpya, right? Liam akasema kwa Kiingereza kidogo chenye sauti ya pesa. Zahara akatabasamu. Ndani yake kitu kilisisimka. Ndiyo, Zahara, akadibu. Cute name for a dangerous girl. Alitabasamu zaidi. Na hapo ndipo moyo wake ulianza kupotea kidogo kidogo. Neon Club, mlango wa mabadiliko. Wiki 2 baada, Zahara tayari alikuwa amechoka na pesa kidogo, maisha ya hosteli na wanafunzi wanaojifanya klasi bila kitu mfukoni. Aisha, rafiki yake wa karibu, alimpeleka Neon Club. Zahara, hapa pesa inatoka kwa macho ya wanaume, Aisha akasema akicheka. Na wewe una macho ambayo wanaume wanapenda kupotea ndani yake. Zahara alijisikia hatari, lakini pia alijisikia kuvutiwa. Alianza kama hostess. Tabasamu, miwanzi, mwanga wa neon, perfume, ahadi. Kila usiku alirudi na pesa zaidi, na ndoto zilianza kubadilika. Malik, DJ wa roho yake. Siku moja usiku, muziki ulikata hewa kama panga. Malik alikuwa pale, DJ wa campus. Macho yake yalimwona Zahara kabla hajamwona yeye. Unajua, muziki una tabia ya kufunua siri za moyo. Zahara akacheka, lakini ndani yake alijua hiyo ilikuwa kweli. Malik alimwona Zahara bila makeup ya tabasamu. Na hapo ndipo penzi la hatari lilipoanza. Klabu ilikuwa kimya. Simu zote zilikuwa zinaonyesha video ile ile. Zahara alisimama katikati ya Neon Club,
machozi yakitiririka, midomo yake bado imepakwa lipstick ya moto. Mwanaume aliyekuwa ameingia alimsogelea. Zahara, sasa dunia yote imekushuhudia. Unadhani bado unaweza kukimbia? Na Zahara alijua. Kile kilichokuwa kinaanza sasa kilikuwa giza kuliko kile alichowahi kucheza nacho. Mwisho wa sehemu ya kwanza. Sehemu inayofuata, je, ni nani alichapisha video? Liam, Malik, Aisha au ni Zahara mwenyewe aliyesababisha kuanguka kwake?